Hebu fikiria mfano mmoja. Kuna wafanyabiashara wawili. Mfanyabiashara mmoja ana faili kubwa, financial projections, executive summaries, graphs, lakini kuna mwingine ana karatasi moja tu iliyoandikwa kwa kalamu. Lakini ndani yake kajumuisha maswali yote 6. Akiwa anasema, "Nauza kifaa kitakachomsaidia mwanafunzi kufanya mahesabu. Wateja wangu ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Lakini pia nitawafikia kupitia viongozi wa madarasa. Pia nitawafanyia free delivery mpaka mlangoni kwao. Lakini kila atakayenunua kwangu nitampa na zawadi ndogo ndogo ambazo zitamsaidia kwenye masomo yake." Unafikiri kati ya hawa wawili nani anamjua mteja wake na nani ana advantage kubwa ya kufanya biashara? Jibu utakalolipata hapo, huo ndo msingi wa business plan, kwamba kuna mmoja anakaa chini na kujibu maswali 6 muhimu kwenye biashara yake, na kuna mwingine anabaki tu kuwa na faili kubwa ambalo halina maana. Hapo ndipo watu wengi hukosea. Business plan si ramani ya biashara. Business plan ni mfumo wa kufanya maamuzi. Kila siku biashara inahitaji maamuzi mapya. Ukijua mteja wako, utajua bidhaa yake, utajua bei, utajua namna ya kuuza, utajua kufanya matangazo, na utajua lini ubadilishe mkakati. Karatasi haiendeshi biashara, maamuzi ndio yanaendesha biashara. Na huu ndio kweli ambao watu wengi hawataki kusikia. Biashara nyingi hazifi kwa sababu hazikuwa na business plan. Biashara nyingi hazifi kwa sababu hazikuwa na mtaji. Biashara nyingi zinakufa kwa sababu mwenye biashara hajawahi kumuelewa mteja wake vizuri. Na kumbuka hii, mteja hajawahi kununua business plan. Mteja hununua suluhisho. Suluhisho rahisi. Kabla hujaandika kurasa 50 za business plan, andika kurasa moja unaojibu maswali 6. Na kama utashindwa kujibu maswali hayo, basi usiendelee kuandika. Nenda kwa mteja wako kwanza, kwa sababu pesa ya mteja wa kwanza ndiyo mtaji na ndiyo business plan bora zaidi duniani. Kama umejifunza kitu leo, basi andika kwenye maoni sasa hivi. Business plan ni mfumo wa kufanya maamuzi. Na kama una rafiki anayefikiria biashara lazima uwe na karatasi ndefu, basi mtumie video hii. Kwa sababu anayeshinda si yule mwenye business plan ndefu, ni yule anayemuelewa mteja wake vizuri kuliko washindani wake. Na kama una changamoto yoyote au una tatizo lolote kuhusiana na business plan, niko hapa. Pia niko tayari kukusaidia. Hii ni Shule ya Biashara.